Yes, ni ndani ya simulizi za Who's. Tunaendelea kutiririka na zile kazi za uhakika, lakini leo tunakuja na hii tukianzia pale ambapo tunasikia sauti ya mwanadada ambaye alifiwa na mume wake. Alijaribu kusimulia kwamba mume wake alikuwa ni mwizi, na baada ya kuiba dhahabu basi alikuwa akikimbizwa, na baada ya bahati nzuri au bahati mbaya aliweza kukamatwa na wahalifu. Sasa wahalifu wale walimpola na kumuibia dhahabu zake zote. Mwanadada huyu alijaribu kulipiza kisasi kwa kile ambacho amefanyiwa kwa mume wake. Aliamua kuwaroga wote, lakini yule mwanaume ambaye alijaribu kuiba basi alienda kwa mganga, na mganga huyo alimpatia jini la kumlinda. Sasa lile jini ambalo amepatiwa lilimuingia mwilini na kuanza kuwa kama mnyama. Polisi walimkamata, lakini alitoroka jela. Sasa alibadilika na kuwa kiumbe cha ajabu. Tukianzia huku tunaona ni cherehani hiyo. Leo nimekuja na movie ya kisasa kabisa ambayo natumaini utaipenda. Tukija huku kwa fundi cherehani hawa, tunamwona binti mmoja ambaye anamsalimia baba yake, na baba yake alikuwa akijaribu kumweleza shida za hapa na pale. Mwanangu, mimi ninataka nikukabidhi mikoba. Ina maana kwamba baba yake anataka mkabidhi mikoba ya uchawi, lakini binti anasema kwamba hapana dadi, mimi sitoweza kumiliki mikoba hiyo ambayo unataka kunipa. Lakini baba yake anamlazimisha amiliki mikoba ya uchawi. Binti anakataa, anasema baba, hapana, mimi sitoweza kuwa mchawi, na wewe kabisa unaona ninapofurahia jinsi kazi yangu inavyoenda hapa, ninavyofanya kazi. Lakini baba alimsusia mkoba na kumwambia kwamba huo ni wako mwanangu. Sasa binti huyu ambaye anaitwa Atuganile alienda kuutupa ule mkoba ambao amepatiwa na baba yake, na kumaanisha kwamba hataki uchawi. Baada ya kurudi huku, binti anaongea na rafiki yake, anamuuliza kwamba eti Atuganile, baba yako amekueleza nini? Lakini Atuganile anamwambia kwamba baba alijaribu kunipatia mikoba ya uchawi na anataka mimi nilisi uchawi. Rafiki yake alishangaa. Lakini tukija nyumbani, dada mtu anamwambia kwamba dada, kwa nini umekataa amri ya baba? Lakini dada yake anasema kwamba mimi siwezi kulisi mikoba ya uchawi, na unajua wazi kabisa ni jambo baya. Basi mdogo wake anasema kwamba mimi nitaenda kumsaidia baba, na wala sitaki baba awe katika hali mbaya. Miaka miwili baadaye, tukija ndani ya msitu mkubwa kabisa. Ni msitu ambao unaonekana umefurika majani na giza zito sana. Tunamwona kulikuwa na mtu huyu ambaye alikuwa akijaribu kuchuma, wanasema ni vyakula pori, na yeye ni mtu pori huyu. Alichukua uyoga na alichukua pilipili, zinaitwa pilipili pori hizi, alichanganya pamoja na ndicho ni chakula chake. Sasa mtu huyo tunamwona sura yake, alikuwa ni mvulana na alivaa mavazi kama ya jadi hivi. Sasa mvulana huyo hatujui ni mvulana wa aina gani na anafanya nini, lakini alihisi kama kuna kitu cha ajabu ambacho kinaendelea ndani ya msitu huo. Mgongoni mwake alikuwa ameshika panga, na hatujajua alikuwa anatafuta nini, lakini tunaona kama ni kitu cha miujiza mbele yetu na hatujajua ni kitu gani. Ni kama wanasema ni predator, lakini hatuna uhakika vizuri. Sasa tukija huku, kuna kijana mwingine naye pia alivaa nguo za jadi, hizo nguo za asili, naye pia alikuwa akijaribu kutafuta kitu hicho ambacho kijana yule anatafuta. Sasa baada ya kukimbia kwa umbali mrefu, alikutana na huyu, anasema kwamba ni nini, itabidi tumtafute sasa hivi, maana nimemwona pale. Basi mshikaji anasema mimi mwenyewe nimemwona hapa, itabidi tumtafute. Wewe pita kulia, mimi napita kushoto. Sasa tukija maeneo fulani hivi, na hisi ni East Tanzania, na kama ni maeneo ya Tanzania wanasema ni East Tanzania. Movie yetu haijachezwa mbali sana. Sasa wewe hapo hotea ni East Tanzania gani ambapo kuna misitu ya aina hii? Tunaona kikosi maalum iko cha Kitanzania, ni jeshi la Tanzania alikiwa linafanya operation maalum, na hatujajua ni operation gani. Wanajeshi walikuwa wakijiandaa, walishika silaha za moto na silaha za maangamizi. Sasa mkuu wao anajaribu kupata information na kumuuliza kwanza, bosi, hivi una hakika kwamba sehemu hii ni sehemu sahihi ambapo tumeelezewa, au unakuja kutuletea tu mauzauza? Lakini bosi wao au kiongozi wao anasema, captain anasema mimi ndio sina shaka, na wanasema direction yangu inanielezeni mahali hapa.
Basi mara ghafla alitokea yule mtu pori na kuanza kumshambulia. Walizania kwamba ni jini. Sasa yule mtu alikimbia kwa spidi, yani alikimbia kwa spidi ya hatari. Basi wanajeshi wakaanza kumfuatilia kwa nyuma mzee. Hakuna kuacha kitu. Na hisi kuna wanasema kuna mission ambayo wamepewa kuja kuifanya katika msitu huu. Basi wanajeshi wakawa wanamfuata yule kijana. Kijana alisimama na kuacheka tu, lakini alikuwa nahisi anawapeleka katika mitego yake. Wanajeshi wakiwa wanamfuata yule kijana, lakini bosi wao anasema kwamba nyie hatuwezi kumfuata yule, maana yule sio jini ambaye tumeambiwa tumtafute. Yule ni kijana kama sisi. Lakini huyu wanasema mshikaji wake anasema bwana, yule ndio jini, inabidi tumfuate yule. Basi wakaanza kumfuata na kumwambia kwamba tusimpige risasi, tumfuatilie mpaka atapoishia. Basi baada ya kufika mwisho, yule kijana alisimama. Anasema kwamba nyinyi mnaweza nyinyi mmekuja kufanya nini? Anasema kwamba mnakuja kutafuta jini. Sasa kauliza, hivi nyinyi mmekuja kutafuta jini kwa hivyo vibunduki vyenu hivyo mnavyoviweza? Haya nishambulieni kwanza mjaribu. Bosi kasema tumpige bwana, mshambulie. Haya tumshambulie. Anasema silaha zenu haziwezi kumuua jini, bali inaweza kumuua jini panga langu ila mkononi. Lakini wanajeshi wakawa wanabisha, wanasema kwamba sisi tuna risasi za maangamizi, tuna vyuma vya moto, shaba za moto. Akasema tukujaribu. Nijaribuni basi. Akasema wewe kwanza tuanze kuzipiga mkono mzee. Cheki mambo hayo. Cheche. Mkono ulikuwa unawaka. Inaelekea huyu kijana wa porini huyu alikuwa ni hatari, ashikiki fire. Hatari kabisa. Cheki. Mwezi. Anapiga mkono kama ndo mwanajeshi mwenyewe. Hapo sasa baada ya kumpiga wote wakamwambia kwamba upo chini ya ulinzi, utakushuti. Basi walimpiga risasi 2. Mzima. Afu mshikaji anasema, huyu ni nani? Wewe ni nani? Nimwambia silaha zenu haziwezi kumua jini kama tu haziwezi kuniua mimi. Mtaweza kumua jini? Basi wanajeshi walishangaa, waliingia katika dimbwi zito ambalo linashangaza. Wewe ni nani? Anaambia mimi naitwa Ambakise Mwakyusa. Sasa Ambakise Mwakyusa anasema kwamba wewe niwapeleke kijijini kwetu, maana mimi si adui yenu. Akamuita baba yake, baba kuna wageni. Basi akaanza kuwatambulisha. Yule pale dadangu wa mbele, mzee wangu anaitwa Mwakyusa. Huyo dadangu wa pili huyo anaitwa Atuganile. Alafu huyo dada wa mwisho huyo mfupi anaitwa Tuperigwe. Hapa anaongea sasa, sisi si adui zenu, bali sisi wote tuna mtihani mmoja wa kumuinda jini, na jini hilo lipo ndani ya msitu. Lakini kwanza kabisa hamtakii kuwa katika hizo combat zenu, itabidi mvue na muingie katika mavazi ya asili. Lakini kijana mmoja anasema kwamba hapana, nini captain, hatuwezi kuvua combat, maana combat ndio wanasema ndio kazi yetu ambayo imetuleta huku. Lakini captain wao anasema kwamba hapana, nyinyi mmeona wazi kwamba uwezo wao wa hawa watu wa jadi ni uwezo mkubwa, itabidi tuamini tu ambacho anasema. Lakini mshikaji huyo akawa anabisha, akawa hataki. Sasa baada ya usiku mmoja anavuliwa combat zake na kuveshwa mavazi ya asili, wanapaka dawa usoni na wanasema kubadilika na kuwa kama kwenye traditional clothes, sasa ni mavazi ya asili. Sasa mshikaji anaulizwa, eti wewe dada unaitwa nani? Mimi naitwa Atuganile. Lakini mshikaji naye akamuuliza, na wewe mkaka unaitwa nani? Asema mimi naitwa Boni, ni kapteni wa kikosi hiki ambacho tumetumwa kuja kumwangamiza jini. Sasa mmoja sasa captain akavuta na kijana wake, hivi captain, wewe unaamini kabisa uchawi ni nguzo ambayo itaweza kutusaidia? Captain wangu wewe ni wahovyo, wewe unaaminije uchawi? Uchawi sio kitu ambacho kitaweza kutusaidia. Lakini captain anasema kwamba wewe acha ujinga, muona wazi kabisa uwezo wao, tumempiga risasi lakini hajafa. Itabidi tuamini tu. Itabidi tuamini mila za asili. Ikafika zamu ya jamaa waambiwa kwamba toa combat yako, lakini jamaa alibisha, alisema kwamba hapana, mimi siwezi kutoa combat. Basi alibisha na mambo yaliendelea. Asubuhi na mapema tukija katika msitu tunaona kama kuna kitu fulani hivi cha asili kinamnyemelea binti ambaye alikuwa ipo mtoni akijaribu kunawana. Lakini ghafla alikuwa ni Boni ni captain ambaye anaongoza kile kikosi. Huyu captain alikuwa aliamini mila zile za asili. Basi anamuuliza, eti Atuganile, wewe unaamini vipi ukiwa katika eneo hili uogope jini? Lakini Atuganile anasema kwamba mimi jini aliweza likaniona,
Akamuuliza kwa nini jini alikuoni? Kwa sababu jini alinioni baada ya kupaka hii dawa jini alitoweza kutuona. Hata wewe pia hiyo dawa yako haitoweza kumuona jini. Lakini sasa Captain akawa anamsogelea binti akasema kwamba hakika wewe ni beautiful, unapendeza sana. Lakini mara wakitaka wanasema alitaka kumkisi, lakini ghafla binti akasema kwamba sio sasa hivi, maana kuna jini tayari lishakuja na jini lenyewe ndio ile hapo hilo linamuona dada namna hiyo. Basi alimwambia kwamba boni nipake ile dawa imali jini asiweze kuniona. Basi baada ya kumpaka alifutika na kuanza kutoka meno yale ambayo yanaonekana ni hatarishi. Sasa boni namtoa taratibu. Tuganili akasema kwamba niachie. Vipi? Akasema jini aliwezi likaniona tena baada ya kupaka hii dawa, hivyo tupo salama. Basi boni akaambiwa ageuke nyuma. Tuganili alivaa nguo haraka. Baada ya kumaliza walianza safari sasa huko alikutana na wanasema vijana wake. Bosi, unaamini vipi mila za uchawi? Uchawi unajua mila za asili unafikiri zitaweza kumwangamiza jini zidi ya silaha zetu? Basi hivyo mtafaruku litokea, kuna kijana fulani hivi alichukuliwa na kuanza kumkimbizia. Katika kikundi hiki wanamuita kaka mtu anamuita Ambakise. Ambakise alikuwa anatafuta kitu hivi na kunusa mchanga. Sasa akasema kwamba nyinyi mnajua hapa mimi nanusa nini? Akasema nini? Hapa mimi natafuta ishara ya jini ambapo ameelekea. Sasa huyu afande anasema kwamba hii sio kweli kabisa, maana mila hizi zote zikafanya ni sisi tuamini eti kuhusu eti sijui jini sijui nini. Sasa akataka kumjaribu tena. Hivi wewe unaifomu umepaka hiyo midawa yako na pili siwezi kukangamiza? Ambakisa akasema kwamba nataka kunijaribu. Haya, nijaribuni tena sasa. Piga risasi. Nipige. Lakini bwana akasema wewe nani? Basi wanasema huyu anaitwa Albert alipiga jani la mti juu. Sasa ile maji baada ya kumwagikia ule wanamuita Tuganile yalifuta ile dawa ambayo inazuia risasi na wanasema Albert alimpiga risasi ya kifua Atuganile. Basi wanasema Albert alidhibitiwa chapo na kumwambia kwamba Atuganile apelekwe akafanyiwa matibabu, akapatiwa matibabu huko nyumbani. Basi Albert wanasema boni alimkamata kijana yake na kumbutua sana. Wewe unafanya nini? Hujui kwani ni watu ambao wanatusaidia kutafuta jini? Lakini kijana wake akasema kwamba bosi, mimi siwezi nikaamini mila za kichawi na mila za kitamaduni kwa namna hii. Naomba uniache na ninaweza nikakuua. Kwa hiyo ndugu zangu, silaha yangu ndio ulinzi wangu. Lakini Ambakise akamwambia kwamba wewe muache asisikia mkuu tavunjika. Basi huko direction wanasema north east, wanasema ni kaskazini mashariki, akiwa na direction. Sasa hapo kikosi kilikuwa kinageukana, lakini wanasema kikosi kingine kiligawanyika. Kingine kiliamua kutumia silaha za kizungu, wanasema ni combat na pamoja na risasi, na wengine kiongozi wao wanasema captain aliamua kutumia silaha za asili na kumwamini moja kwa moja tamaduni hii. Basi Tuperigwe alisema kwamba atuonyeshe njia, na baada ya Tuperigwe kupiga ramli zake alisema njia hii huko, anasema this way. Sasa kwa Tuganile aliletwa nyumbani. Baba Atuganile amepata nini matatizo? Anasema kwamba amefanya nini? Amepigwa risasi. Basi mpelekeni kwa mganga pale akatibiwe. Baada ya kupelekwa kwa mganga, sasa tiba zikawa zinaanza. Lakini kijana anaulizwa wewe ni nani? Anasema kwamba mimi ni mlinzi ambaye nisioonekana. Sasa huku mganga ajali anaambia kwamba hebu muangalie mtu ambaye amesababisha tatizo hili. Basi huyu dada huyu akawa anatumia hisia kupitia nguvu za mwezi. Sasa katika ile tukio anaambiwa kwamba jina la nani ambaye amempiga huyo risasi. Basi baada ya kutaja jina anasema kwamba alompiga risasi anaitwa ni Albert. Albert ndio aliweza kumzuru Atuganile na kumpiga risasi ya bega. Basi baada ya hapo alimwambia kwamba haina shida, basi jambo hili limepita. Haya, tukija huko sasa kwenye mabonde huko. Kumbuka movie hii imechezwa ni wanasema East Tanzania. East Tanzania. Tukija huko sasa kikosi kikiwa kinaendelea kutafuta jini, na huko alikuja katika maporomoko kabisa na kusema kwamba wanasema Mwakyusa Ambakise anasema kwamba jini lipo nyuma ya korongo hilo. Baada ya kuvuka kuna kidimbwi hivi. Sasa kidimbwi hiko ndipo jini anapokaaga mida ya mchana. Be careful, twendeni makini. Sasa wakawa wanapanda bonde namna hiyo.
wengine waliamua kutumia silaha zao za naniliu na wengine walikuwa wanatumia silaha za asili. Sasa baada ya kufika juu akasema tulieni, jini anataka, wanasema baada ya kutoa damu moto, wanasema damu ni damu moto, basi jini hili alitaweza kutoka na kuja ni kama mtego wake. Basi wakasema jini na kama eneo yale. Sasa hapo itabidi waliiti kwa kutoa damu ya moto, yani mtu yeyote ajikate kidole chake au mkono wake, na jini lianze, wanasema ni mtego wa kumtia huyo, wanasema ni jini. Sasa mshikaji yule dada alitokea na kupiga mkono huyu askari ambaye anapinga mila zetu, na damu sasa, damu zilianza kutiririka na kuanguka katika iwe. Sasa hapo jini baada ya kusikia harufu ataweza kuifuata moja kwa moja, na hapo sasa itakuwa ni mtego wa kumkamata huyu, anasema ni jini. Basi damu zikawa zinatiririka namna hiyo, na sasa jini likawa linatokea. Mwana jini hilo ni kama predator fulani, sasa likawa linakuja kwa speed namna hiyo, linaenda kuangamiza, linafanya damu. Sasa Ambakise alimrukia juu na kumpiga mapanga. Najua jini ni kama alikuwa ni kama predator, mzee, cheki mambo hayo. Sasa walikuwa wananichangia, wananipiga mishale, lakini jini lilikuwa vizuri na kwepo. Baada ya kumpiga mshale mwisho, kama subiri na dawa hii hapa, alirusha juu ile dawa na kuipiga. Sasa ile dawa iko inatoka moshi, yani moshi huu unamsaidia yule jini kuonekana vizuri. Sasa hapo jini likawa linaonekana vizuri, afu jini linaitwa Jungwa likakasirika, likamvunja mguu afande. Jungwa haelewi. Sasa baada ya wenzake wote kuputia na kuuliza kwa bosi, usiamini hao wanataka tu kututumia kutufanya sisi ni wajinga, dawa zao za asili hazina kitu. Lakini Ambakise anaambia kwamba wewe, mimi nakwambia ambao wenzako wote ambao wamepotea, basi ni tatizo hawajapaka ile dawa, usoni, na ndio maana wamepoteza maisha. Walikuwa ni mabishi, hawajasikia la mkuu, wamevunjika guu. Sasa unaona wewe, dawa ambayo umeipaka bado una survive mpaka sasa hivi, wenzako wote wanajeshi wamekufa. Lakini Atuganile anasema kwamba this way ambayo jini ameelekea. Sasa jini alikutana na huku ni Atuganile huyo. Atuganile ndo alikutana na jini sasa, Jungwa rudi nyumbani, lakini Jungwa akawa elewi, staki, nataka dambichi tamu. Sasa Jungwa akawa hataki kurudishwa katika chupa, maana ile chupa anatakiwa avutwe mule, aingie mule ndani ya chupa imadi wamfungie. Sasa Jungwa akaonekana tena, staki kurudi nyumbani, nasikia raha kunywa dambichi, Jungwa rudi nyumbani. Sasa Jungwa akawa anapotea. Sasa binti akaamua kujikata, maana Jungwa anapenda sana harufu ya damu. Sasa Jungwa hapo akawa ametegeka, na muda ule jeshi sasa hilo kikosi kikaa nacho kikajikata damu, yani kikajikata mikono yao, wakawa wanamtungua mishale. Sasa Jungwa rudi nyumbani, huko anampiga mishale ya kifua, Jungwa rudi nyumbani. Sasa huyu mwanajeshi alipokuwa mshenzi na mjinga, risasi unajua haitakiwi, maana risasi inaweza kumstua na jini kukimbia. Aliambiwa asipige risasi, lakini yeye akajifanya na risasi za kisasa. Sasa angalia madhara yake, mzee Jungwa alikuwa yupo chini ya ardhi. Sasa alikuwa anamshika mguu taratibu, kijana alimvuta mguu mpaka chini, nisaidieni, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kumsaidia. Huo ni uzembe wake, maana anaambiwa risasi kama hizi zitakiwi, inatakiwa silaha za jadi. Sasa kapteni anafoka, ni ujinga huu, muona nishapoteza vijana wangu kadhaa. Unaona sasa, nishapoteza vijana wangu kadhaa. Unaona sasa, huu ni ujinga na siwezi tena kuwafuata nyinyi. Siamini dawa za mila, sijui wala nini. Naambia kila siku chanzo baba yenu ndio anaweza kutugeuka. Kumbe ni kweli. Kumbe kweli baba yao ndo aliweza kuwageuka na kuwafanya kujifanya yeye ni anapambana jini, kumbe alikuwa anawageuka. Sasa anaambia kwamba Atuganile mwache huyo Boni afanye ambacho anakitaka. Basi Atuganile wakamwacha, kama mwacheni. Sasa Boni akaenda katika mto. Baada ya kwenda katika mto, akawa anatoa zile dawa ambazo amejipaka usoni na kuto
kuamini kwamba hasa kwa hizo Boni, kwa nini unatoa hizo dawa? Akasema haina haja, maana wenzangu wote wamekufa, sasa mimi nikae huko nifanye nini? Bwana zitoe tu hizi dawa maana hazina shida nini. Lakini Boni akamwambia Boni, huo ni ujinga ambao unafanya. Lakini kumbuka Boni, kipindi ambacho ulikuja kule mtoni ukaniambia kwamba na macho mazuri, na wanasema na lips nzuri, na pua mzuri, unakumbuka? Lakini Boni, sasa Boni akawa anajifikiria ni maneno ya ukweli ambayo alikuwa akiambiwa na huyu dada. Unakumbuka vizuri Boni? Basi Boni akakubali. Sasa dada akawa anataka mpake ile dawa, maana likatokea lile jini likampushi. Unajua sasa ile dawa ikaingia katika maji. Baada ya kuingia katika maji, wakatiza nje babu. Baada ya kuingia katika maji, sasa Boni akawa anavutwa. Baada ya kuvutwa, aliachiwa namna hiyo, akaambiwa kwamba tulia. Sasa ile jini likawa lionekana ni kama predator. Unajua predator? Sasa akawa anapambana nalo. Wakawa wanataka kumwagia ile dawa ambayo inaweza kumbadilisha na kuwa katika muonekano. Walishambulia, lakini wanasema jungwa lilikuwa lipo vizuri mzee. Huyo ni jini, ni mshikaji ambaye alipata laana baada ya kuingiwa na jini. Sasa jini likawa linampiga, linapigana na wale mashikaji. Kile mashikaji jini lilikuwa lipo vizuri, na hisi lilikuwa linachezaga hadi kareti. Wao alikuwa na hisi alikuwa ni mwizi. Sasa bahati mbaya dada yake anasema Ambakise aliweza kukatwa shingo na ujini baada ya Boni kupiga risasi. Na risasi, unajua kabisa risasi haitakiwi kumpiga ujini, maana unaweza kumshtua. Sasa Boni akawa anasema kuna dada alitokea akasema kwamba Boni au Ambakise, baba yenu ndio ameweza kuwageuka. Sasa hapo akawa wanarudi kuelekea nyumbani. Ni kweli baba ambaye ndio anacheza mchezo mzima huu? Sasa akawa anarudi nyumbani. So sasa akawa anarudi nyumbani. Sasa huko ni kweli baba yao alikuwa ndo analiabudu lile jini na kulinywesha na kulifanya liwe na nguvu. Sasa Boni anasema umeona? Basi Boni akasema hii haiwezekani. Alichukua risasi, alichukua kwanza maji na kumfuta ile dawa ambayo inagadi risasi, hapo akachukua risasi kampiga kichwa. Boni unafanya nini? Boni, umemuua baba yangu. Baba yako ndio ametugeuka, ndio msaliti ama ni chanzo ya mambo yote haya. Basi atugalili akasema nakuchukia Boni, nakuchukia kwa wote uliofanya. Kama unanichukia, achukua risasi nipige. Basi dada yao mkuu anaitwa yule dada ambaye ipo kule alikuwa anashona. Basi akamwambia kwamba Jungwa, alichukua chupa na kumwambia Jungwa, rudi nyumbani. Sasa Jungwa akawa anapiga kelele, staki, nataka damu mbichi, staki, nataka damu mbichi. Basi Jungwa akawa anaingia katika chupa. No! Sasa Jungwa alikuwa hataki kurudi katika chupa, maana anajua mwe katika chupa ni mateso. Miaka baada ya kupita, tunaona vijana huyu ni Ambakise tayari ameshavua nguo za ulokole za kanisani, na wengine nao pia wakiomba kwa jina la Baba na la Mwana. Hapa leo walikuwa wakija kumzika baba yao. Sasa baba yao baada ya kufa, wanasema huyu Boni alikuja naye kutoa shukrani za mwisho, japokuwa yeye ndiye alimwoa baba yao, lakini alikuja pia kutoa shukrani. Sasa ile chupa ambayo imefikia jini walifikia namna hii. Sasa kumbe sasa kuna kishwenshwede iko kikawa kinachungulia mzee. Sasa baada ya wale kumfukia yule jini na kumficha, hasa iko kidada iko kikajifanya kimbelembele mzee, kikaenda kufukua ile chupa ambayo imefikiwa katika kaburi na akaanza kuifungua. Sasa unajua nini ambacho kitatokea baada ya kuifungua hiyo chupa? Subiri mpaka mwisho sasa. Yaani huyo dada wenzake wamefikia matatizo, lakini yeye sasa anajifanya anayafufua. Angalia sasa kitakachotokea baada ya kuifungua hiyo chupa. Wanakumbuka kwamba ni katika chupa hiyo kuna jini. Angalia sasa hapo kinachotokea. Ni jini hilo ambalo limetokea katika chupa. Basi usikose kutufuatilia ni mpaka kufikia hapo, niseme chao.